Hii ni kwa ajili yako msikilizaji wa story ya kibabe sana inayokwenda kwa title ya The Origin of Israel. Nilikuwa nasimulia story ya King Solomon, jinsi ambavyo aliasi mausia ya kwenye kikao cha kilichokaliwa na wanaume wa taifa la Israel na Musa, na katika kikao kile walikuwa wamekaa wakakubaliana kwamba ni marufuku kwa mwanaume wa taifa la Israel kuoa mwanamke wa taifa la kigeni, kwa sababu tunawajua wanawake ni watu wenye ushawishi sana, ni watu ambao watatufanya tushindwe kumwabudu Mungu ambaye tunamwabudu sasa. Sasa bwana King Solomon yeye, kwa sababu aliona kikao chenu mlichokaa bwana, mimi sitafuata maelekezo yenu, mimi nitakwenda kufanya kile ambacho ninakijua. Ndipo akafanya yale ambayo aliyafanya, akaoa wanawake ambao anawajua yeye, na mnajua kilichotokea nimesimulia katika story ya kwanza. Sasa pamoja na kwamba King Solomon alikutana na heka hizo, alikutana na mapito hayo, lakini nataka nikuambie kitu, kuna mazuri mengi sana ambayo huyu King Solomon aliyafanya. Inawezekana umekuwa ukiyasoma machache, unayajua katika ubongo wako, lakini kuna mengine nataka nikumegee leo, na hata kama mengine unayafahamu utayajua kwa undani zaidi, yani nje ya boxi, huyu King Solomon alikuwa anafanya nini. Sasa bwana, leo nilikuwa napitia kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ile sura ya 6 na sura ya 7. Nimeona jinsi ambavyo King Solomon alikuwa anampenda Mungu. King Solomon bwana alijenga bonge la nyumba. Alijenga nyumba yake kwa kutumia miti ya Lebanoni, mierezi ya Lebanoni. Alikuwa anaagiza hiyo miti inatoka huko mbali inakuja. Akajenga mjengo wake mkali sana, lakini before hajajenga mjengo wake alimjengea Mungu kitu kinaitwa hekalu. Kwa sasa hivi tunaweza tukasema ni kanisa. Alijenga hekalu kubwa sana pale Yerusalemu kwa ajili ya kumshukuru Mungu, kwa sababu alikuwa anampenda sana Mungu wake. Utaona kabla mfalme hajajenga hekalu, alipopewa tu ile nafasi ya kuwa mfalme, alipewa nafasi na Mungu ya kuomba kitu. Mfalme alipoenda mbele za Mungu kuomba, aliomba hekima. Utaelewa mtu mwenye hekima, na kama hekima imetoka kwa Mungu, lazima atende mambo ambayo yanampendeza Mungu, lazima amtangulize Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo utaona before huyu mfalme hajaasi, mwanzoni alikuwa anampenda sana Mungu. Ushaona mfalme alijenga hekalu hili kwa muda wa miaka 13 ndipo akalimaliza. Sasa hebu jiulize, ni mfalme, ana kila kitu kwenye ile nchi, ana dhahabu, ana kila kitu, lakini akajenga hekalu kwa miaka 13. Utaelewa ni jinsi gani hili lilikuwa ni bonge la hekalu. Lilikuwa ni hekalu ambalo lilikuwa ni la kihistoria, ambalo mpaka leo tunalisoma na linazungumziwa katika nchi mbalimbali duniani, katika vitabu vya kidini, katika vitabu vya kihistoria. Okay, unaweza kuelewa huyu mfalme ni jinsi gani ambavyo alikuwa anamthamini Mungu katika maisha yake. Pamoja na kwamba alijenga ile hekalu, na yeye alipomaliza kulikabidhi mbele za Mungu ile hekalu, ndipo akawaita wale makuhani. Sasa nilisimulia katika story ile ya kwanza makuhani ni watu gani. Kwa sasa hivi tunaweza tukasema ni mashehe na wachungaji. Yani ni wale watu ambao wanasimama mbele za waumini, alafu wanakutangazia msamaha wa Mungu, wanapokea sadaka na zaka zetu. Makuhani ndo hao watu. Kwa hiyo sasa hao watu bwana wakawa wamesimama katika lile hekalu, wanamtukuza Mungu. Lakini pia tunaambiwa kwamba walienda katika mji wa baba yake Daudi. Kulikuwa kuna vitu vya kihistoria ambavyo vilikuwa vimetunzwa kule. Mfalme Suleiman akawatuma watu waende wakavichukue vile vitu. Kulikuwa kuna dhahabu, kulikuwa kuna fedha, kulikuwa kuna vitu vingi sana vya kihistoria ambavyo baba yake Daudi alikuwa amevitunza kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo mfalme Suleiman akaagiza watu wakaenda wakavichukua kule, wakaja wakaviweka katika lile hekalu. Sasa bwana, kuna kitu kilikuwa kinaitwa sanduku la agano. Kwa wale ambao wamesoma kitabu cha Samueli wanaweza kanielewa na maanisha nini. Na kwa wale ambao wamewahi kuwasikia watu wanaitwa Wafilisti wanaweza kukusimulia issue ya sanduku la agano iliwahi kuwafanya nini. Sasa nitakuja kusimulia huko mbele sanduku la agano ni kitu gani, lakini kwa hapa nataka nikusimulie kitu kidogo hivi. Ili sanduku la agano lilitolewa katika ule mji wa Daudi, likapelekwa katika ile hekalu la mfalme Suleiman. Sasa ili sanduku la agano lilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli na Mungu. Lilikuwa ni kiunganishi
kati ya Mungu na wana wa Israeli. Kwa hiyo walikuwa wanalitunza sana, na hata wana wa Israeli walipokuwa wanaenda vitani walikuwa wanalitumia ile sanduku la agano katika kupigana vita, na lilikuwa likitangulia mbele, wana wa Israeli wanashinda. Na atakuja kusimulia kwa mbeleni jinsi ambavyo sanduku la agano liliwafanya wana wa Israeli siku moja wakashindwa. Utamuelewa Mungu kwa namna ya kipekee sana. Anyway, huyo mfalme akajenga mjengo wake mwingine kwa miaka 7. Alijenga mjengo mkali sana kwa miaka 7. Utaelewa mambo ya kifalme unayajua. Yaani ni sawa sawa na mkuu wa nchi aanze kujenga nyumba. Sijui unaelewa hiyo nyumba itakavyokuwa. Ndo kama hivyo, nafikiri ushaelewa. Nyumba ilikuwa kali kwa sababu alijenga mtu ambaye alikuwa na hekima. Huyo ndo King Solomon bwana. Lakini pamoja na hayo, nataka nikusimulie tena story nyingine. Pamoja na kwamba huyu King Solomon alisababisha taifa la Israeli likao kwenye mpasuko kwa sababu ya madhambi yake. Kwa sababu ya madhambi yake Mungu akaamua kukasirika, akalitawanya lile taifa katika maeneo mawili. Kuna vitabu ambavyo aliwahi kuandika. Yamkini umekuwa ukivisoma sana, umekuwa ukitumia verses zake labda kwa ajili ya kujifariji wewe mwenyewe au kuwafariji na wengine kupitia ile mistari, lakini nataka nikusanue leo. Yawezekana umekuwa ukikisoma kitabu cha Mithali, umekuwa ukikisoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora, umekuwa ukikisoma kitabu cha Mhubiri, lakini haujawahi kujua ni nani aliandika hivi vitabu. Sasa leo nataka nikumegea story kidogo. Aliandika bwana hivi vitabu ni King Solomon. Na kwa wale ambao wanaelewa nini maana ya mithali, wale wasomi wabobezi wa Kiswahili, wabobezi wa lugha, wataelewa mithali ni misemo ambayo huwa inatumika katika jamii kwa ajili ya kuonya na kuadabisha jamii. Kwa hiyo sasa ukikisoma hichi kitabu cha Mithali bwana, utakuta kuna baadhi ya mistari ambayo inaweza kukuongezea wewe maarifa, kuna mistari ambayo inaweza kukuondolea wewe ujinga ikakupa werevu, kuna mistari ambayo inaweza kukuonya wewe. Kwa mfano, kuna mstari mmoja unasoma katika kitabu cha Mithali, nafikiri ni 4:13, inasema mshike sana elimu, usimwache aende zake. Na mara nyingi huu mstari tumekuwa tukiutumia sana kwenye maisha yetu ya kila siku, na umekuwa ukituhamasisha sisi kama wadau wa elimu tuweze kusoma na tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Utaona kwamba aliyeanzisha huu msemo alikuwa ni Mfalme Suleimani, ambaye ndiye King Solomon, mwandishi wa kitabu cha Mithali. Tuachane na hayo, tukimbilie kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Bwana kwenye hiki kitabu mfalme aliandika alafu akaandika. Siwezi nikaelezea aliandika nini, lakini unaweza kwenda kusoma kwa sababu kitabu cha Wimbo Ulio Bora kinafurahisha, alafu kinafurahisha tena. Tuachane na hapo, tukimbilie katika kitabu cha Mhubiri. Sasa hapa ukitulia katika kitabu cha Mhubiri utaona ni jinsi gani ambapo mfalme alikuwa anafanya tathmini ya yale mambo yote ambayo alikuwa ameyafanya katika maisha yake. Utagundua kwamba mfalme anajiita kwamba yeye ni mhubiri, kwamba kuna mambo ambayo alikuwa ameyafanya katika maisha yake akaona yote ni ubatili. Yaani nataka nikusanue kitu kimoja. Iko hivi, wewe unaweza ukahisi kama umejenga labda mjengo wako kwa miaka 10, lakini nataka nikwambie kwamba kuna mjengo wa hekalu ambao ulijengwa na Mfalme Suleimani, ambao ulijengwa kwa miaka 13. Sasa unaweza ukaelewa ni mjengo ambao umejengwa na mfalme. Sembuse mimi na wewe ambao tunajenga mijengo, unaweza ukaelewa ni mjengo kweli. Lakini pia nataka nikwambie, unaweza ukasema labda wewe una wanawake sijajua ni wangapi, lakini kuna huyu mfalme anaitwa King Solomon, king wa making, alikuwa na wanawake 1000. Unaweza ukaelewa ni jinsi gani ambavyo alifanya matukio, alifanya mambo yote to the extent mpaka akaamua kae chini amwe kufanya tathmini ya mambo yote aliyoyafanya. Kwa wale ambao wamekuwa wakisoma kitabu cha Mhubiri wataona ni jinsi gani ambavyo mfalme alikuwa yani kama anasema kwa kweli kuna watu wamefanya lakini mimi nimefanya, kwa hiyo hakuna jipya chini ya jua. Hakuna jipya chini ya jua. Yani mambo yote ambayo unayaona katika dunia hii unayofanya. Kama ni ulevi, Suleimani alikuwa mlevi, alikunywa kabla yako. Kama ni uzinzi, Suleimani alifanya uzinzi kabla yako. Kama ni kumcha Mungu na kuokoka, Suleimani alitangulia kuokoka kabla yako. Kama ni kama una pesa, Suleimani aliwahi kuwa na pesa
kabla yako. Kwa hiyo unaweza kaelewa kitabu cha Mhubiri kinatutanabaishia ya kwamba hakuna jambo mwanadamu ambalo talifanya katika dunia hili kaonekana jipya. Suleiman alitangulia kufanya na akafanya uchunguzi, akagundua kabla yake kuna watu ambao walifanya pia hayo mambo. Hii ni story nzuri sana, story ya kibabe. Story hii ina title ya The Origin of Israel. Unaweza kaendelea kufuatilia siku hadi siku ili uweze kuburudika na mimi na kujumuika pamoja. Karibu sana. Hola.